Wapendwa popote mulipo ulimwenguni nzima, na wasalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristu, akiwa mwamba na mkombozi wetu. Hii ni sauti ya mtu aliaye akitokea nyikani. Ni sauti ya mtu akitokea nyikani. Anakuja kukwambia tena mpendwa. Anakuja kukwambia ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, kaka yangu, dada yangu, popote ulipo ulimwenguni nzima, unayenisikia, unayenisikiliza, popote ulipo ulimwenguni nzima, tengenezeni njia ya Bwana. Tengeneza njia ya Bwana popote pale ulipo mpendwa. Tengeneza njia ya Bwana. Ndugu yangu, utasema, utajiuliza, huyu kila siku anakia kutuambia tengeneza njia ya Bwana. Ndugu yangu, neno la Mungu ndio chakula cha uzima cha roho. Kila siku ni kuyatafakari, kutafakari uwezo wa Mungu, upendo wa Mungu, kazi ya Mungu kwenye maisha yako bila kukoma. Maandiko nasema, ombeni bila kukoma, kesheni, kwa sababu hamjue siku wala saa huyo mwovu atakuja kuharibu. Sasa ndio sababu mpendwa, tunakuja tena kuambia mpendwa, acha kuzubaa. Acha kuzubaa mpendwa, popote ulipo. Tengeneza njia ya Bwana. Ndugu yangu, kama ulikuwa na mipangilio yote maovu ulikuwa umepangilia kuyafanya kwa siku ya leo, ama kwa wiki hii, ama mwezi huu unaoenda kuja, ndugu yangu, acha. Sauti inakuja kwambia tena, acha mpendwa. Acha njia zako zote ziovu usiompendeza Mungu. Tabia yako yote mbaya usiompendeza Mungu. Matendo yako yote mabaya unaompendeza Mungu. Ndugu yangu, watu wa Mungu, tujue ya kwamba huyu Mungu huyu hazihakiwi milele. Chunguza matendo yako. Chunguza tabia yako. Chunguza mwonekano wako. Yote unayoyafanya hapa duniani chunguza mpendwa. Hakuna siri, acha nikwambia tena, hakuna siri. Yote unayoyafanya kwa siri unasema wanadamu hawatajua, wala hakuna anayeniona. Jua siku moja itawekwa hadharani, na matendo yako maovu unayoyafanya kwa siri mpendwa itajulikana na watu wote. Na hapo mpendwa utaaibika, utaishi kwenye majuto, utaishi kwenye kilio, kwenye mateso, kwa kuwa mpendwa, narudia tena na tena, na ninakuja kuwakumbusha kila siku, hakuna amani kwa mwenye dhambi, ama hakuna furaha kwa mwenye dhambi, ama hakuna heshima kwa mwenye dhambi, ama hakuna siku nzuri kwa mwenye dhambi, ama hakuna baraka kwa mwenye dhambi, na usingizi kwa mwenye dhambi hakuna. Mpendwa, maisha ya dhambi, maisha maovu, maisha machukizo, yote itakuacha kwenye mashaka, kwenye kulia, kwenye mateso, kwenye maumivu siku zote za uhai wako. Siku zote za maisha yako itakuacha kwenye machozi, itakuacha kwenye maumivu, itakuacha kwenye majuto, kujutia usiku na mchana, kwenye kudharauliwa na wowote ule mpendwa halikuwa akikuheshimia. Lakini siku hiyo ndugu yangu, ile heshima hiyo itageuka kuwa laana kwako. Utatafuta dunia hii ikumeze, na dunia itakumeza. Utatafuta kwa kujificha na utapakosa. Ndio sababu mpendwa, kama mnaona tunakuja kuambia mpendwa, dumu kwa kutenda mema, dumu kwa kutenda haki, kwa kukimbia uovu, kwa kukimbia ubaya. Ni faida yako mpendwa, ni faida yako baba yangu, ni faida yako mama yangu, ni faida yako dada yangu, ni faida yako mtu wa Mungu.
kwa kuwa dhambi yote unayoyafanya yote utalipwa na utavuna. Yote unayoyafanya hapa duniani utalipwa na utavuna. Kwa tabia yako mbaya, kwa mwenendo wako mbaya, matendo yako, mpendo, utalipwa kwa hayo. Ndio sababu neno la Mungu linatukumbusha kila siku ya maisha yetu, tudumu kutenda mema, tudumu kutenda mema, tukimbia uovu, tukimbia ubaya, tusiumize watu, tusiumize mtu wote hapa duniani, tusimtakia mwingine mabaya, tusitamani hata kitu cha mtu. Ndugu yangu, tenda mema popote ulipo. Inashangaza sana, watu wanajiita tu watu wa Mungu, lakini uangalia njia zao, bado hawajampokea huyu Mungu, wala hawajawahi kukutana na huyu Mungu. Utamsikia akisema, utamsikia akihubiri, akiimba, akitoa unabii, unasema kweli huyu ni mtu wa Mungu, hii unabii inatoka kwa Mungu, huyu anamtumikia Mungu. Kumbe anamtumikia shetani. Bado hajawahi kukutana na huyu Yesu, bado hajapokea hiyo kovu ya kweli, bado. Ndugu yangu, utakuwa umejidanganya peke yako. Hone ungelibaki kwenye mataifa, usingelijua hii njia ya wokovu, kwa kuwa utahukumiwa kwa yale ulioyasikia na ulioyatenda, utahukumiwa. Ndio sababu neno la Mungu linatushauri tutende mema, tudumu kutenda mema, na tufe na mema, na hayo ndio yatatutangulia mbele ya haki. Mpendwa, popote ulipo, baba yangu, mama yangu, maisha ya dhambi ni ya kuchukia milele, ni ya kukimbia kabisa. Maisha ya uovu, maisha mabaya, maisha ya wizi, ya chuki, ya ulozi, ya uchawi, ya uongo, ya fitina, ya ulevi, ya washarati, ya uzinifu, mpendwa, na kuyakimbia na kuyaacha milele, ni ya kukimbia na kuyaacha milele. Mwambie Mungu akusaidie. Ita Mungu kwa maisha yako akusaidie, mpendwa. Ujitange na ile pepo zote zinazokufungwa, pepo zote za kishetani. Mwambie Mungu akusaidie, na huyu Mungu anaweza. Somo letu ya leo inasema tena, njia zako. Tizama njia zako. Ni njia gani unazozitembelea hapa duniani? Ama ni njia gani? Ni njia gani unayoishi hapa duniani? Njia yako ni aje? Tutaikuta katika Zaburi ya 119 na mstari wake wa kwanza. Tutasoma hiyo tu verse yake ya kwanza, ile mstari wake moja tu. Njia zako ni aje, mtu wa Mungu? Kweli ni huruma sana, tena inashangaza, tena ni kilio kwa hawa watu wanajiita watu wa Mungu. Hawa watu wamejiita eti wameokoka, lakini njia zao ziko mbali na huyu Mungu. Mwenendo wao iko mbali na huyu Mungu. Matendo yao iko mbali na huyu Mungu. Tabia yao iko mbali na huyu Mungu. Mawazo tu yenyewe iko mbali na huyu Mungu. Inashangaza na ni huruma. Na ni huruma. Mpendwa, baba yangu, mama yangu, dada yangu, kaka yangu, njia zako kweli zinamtangaza huyu Mungu ama zinamshuhudia huyu Mungu? Utatuficha, utaficha wanadamu, utajionyesha kwa wanadamu wewe ni mtu mwema, wewe njia zako ziko salama. Ya unaoyafanya kwa siri, wanadamu najua watajua, lakini peke yako roho yako inakusuta, peke yako yenyewe inakwambia wewe hizi njia huko nazitembelea, na wewe unasema wewe unamuita Mungu, wewe ni mtu wa Mungu. Kwani unaona hizi njia? Kwani Mungu ataonekana katika hizi njia? Ama uko unamtukuza Mungu katika hizi njia? Mpendwa, angalia njia zako. Watu wengi sasa hivi, wengi wanajitokeza kwa jina la Mungu. Wengi wanajitokeza wanasema ni manabii, wanajiita ni manabii. Wengi wanajitokeza wakitangaza hii neno la Mungu, wanasema wanatangaza neno la Mungu. Wengi wanajitokeza wanasema wanamwimbia Mungu, lakini njia zao ni ziofu, njia zao ni zibaya. Yaani wanajificha tu mjina ya Mungu. Na njoo wengi dunia leo, wengi wale ulikuwa unaamini, unasema huyu mchungaji,
huyu namwaminiaka sana, huyu mchungaji ni wa kweli, ama huyu mhubiri, ama huyu evangeliste, huyu namwaminiaka sana, ama huyu bishop, huyu nabii, huyu namwaminiaka sana. Mpendwa, mtu wa Mungu, akania roho yako. Nakwambia tena na kushauri, akania roho yako, akania roho yako. Usiakanie mwanadamu usiyemjua, unayemwona tu kwa nje, unayemsikia tu anavyosema. Nani anamzidia shetani maneno? Nani anamzidia shetani ujanja? Nani anamzidia shetani kuimba? Nani anamzidia shetani kuhubiri? Nani anashindia shetani kutabiri? Nani anashindia shetani kuona eti ni nabii anaona? Ni nani hana macho kumzidia shetani? Ni nani? Aminia roho yako. Mungu anasema usiamini kila roho, bali uzichunguze. Uzichunguze. Na utajichunguzaje? Ni katika neno la Mungu. Katika neno la Mungu. Biblia iko wazi. Neno la Mungu liko wazi. Katika neno la Mungu utajua. Unamwambia Mungu, napenda unioneshe kweli huyu ni nabii anatoka kwako, ni wewe unayemtuma Mungu, na unamjua na unamtambua na unamkubali. Ndugu yangu, kama njia zako ziko salama, kama unamwomba Mungu kwa kweli bila kujichanganya, Mungu atajibu na atakuonesha huyu ni mtu gani, na atakuonesha huyu ni nabii gani, huyu ni mchungaji gani, huyu ni mwimbaji gani, huyu ni bishop gani, huyu ni evangelist gani. Wengi sasa hivi na ugumu wa maisha, sasa wengi wanakuja kwa jina la Mungu. Wale utaona watafanya miujiza, watahubiri, wana maneno moya ya ajabu. Unasema wao wametoka kwa Mungu, kumbe wanakuja kuwatapeli, kumbe wanakuja kuwaibia, kumbe wanakuja kuwapoteza. Ndugu zangu, iweni makini, iweni makini. Njia za mwanadamu ni peke yake anazijua, ni peke yake na huyu Mungu wa mbinguni, kwa kuwa njia anajua yote yaliyo sirini. Hauwezi kumficha Mungu chochote. Utatuficha sisi wanadamu, lakini Mungu hauwezi kumficha. Mungu hauwezi kumficha. Ndio sababu huyu Mungu haziakiwe. Fanya mambo yako yote tu maovu na unajitia mwenendo la Mungu, Mungu atakuacha. Kuko siku Mungu atakutoa hadharani na utaaibika, na utaaibika. Dunia nzima itakuaibisha. Utatafuta dunia ikumeze, utakosa, na dunia utonge takatala. Ndugu yangu, kazi ya Mungu tuifanye kwa uaminifu, tuifanye katika roho, tukimshuhudia Mungu ndani mwetu, na Mungu aonekane kwenye tabia yetu, mwenendo wetu, kwenye hali yetu ya maisha. Mungu aonekane. Mtu wa Mungu hawezi kukuya unatapeli watu kwa jina la Mungu. Kwa jina la Mungu utapeli watu, Mungu atakuacha. Utafanya mara kwanza, utafanyikisha. Ya mara pili utafanyikisha. Hata mara tatu utaenda, mara nne, mara tano utafanyikisha. Hata miaka kwenda rudi utafanyikisha. Ujue kuko siku Mungu atakutia hadharani, Mungu atakuaibisha, na dunia itakutambua. Na yale mafanikio uliyopata ya kishetani utayajutia milele. Utasema eri singipata kaya yote, na nyumba utakuwa umejenga, na magari utakuwa umenunua, miradi utakuwa unafanya. Ndugu yangu, siku ile haitakusaidia na haitakuokoa tena milele. Wewe ndugu yangu, ole, angalia njia zako. Na kuja tena kukwambia mama yangu, baba yangu, dada yangu, kaka yangu, mpendwa, popote ulipo, angalia njia zako. Wamama wengi wameolewa kweli, lakini ni wazinifu, ni wazinifu, ni washarati. Wanajiita ni waombaji, wanajiita ni waimbaji, wanajiita wanafanya kazi ya Mungu, ni wazinifu. Mungu atawaacha. Siku moja Mungu atakutoa hadharani, mama yangu. Acha njia zako za uzinifu, mama yangu. Acha njia zako za uzinifu, mama yangu. Wababa wengi sana, wachungaji wanajiita wa bishop, hao wanajiita wa mitume, manabii, wanajiita wa evangelist, ni wazinifu wa sharati. Wazinifu wa sharati, na wanatangaza neno la Mungu. Mungu huyu atawaacha. Popote ulipo mpendwa, nakuja kukutangazia, nakuja kukutangazia hiyo njia zako nazo zitembelea ziofu. Na huku ukimtia Mungu mbele,
Kumbe wewe mwa Mungu hauko, na Mungu akujue na kutambue, na hujawahi kuokoka. Kwa kuwa okovu sio hiyo. Ukipokea hiyo okovu sio usharati, sio wizi, sio utapeli, sio uchawi, uuaji, sio uvuta sigara, ulevi. Okovu si aina tamaa. Okovu ya kweli, wewe ni kioo, wewe ni nuru popote pale. Unaoyasema, unaoyafanya iko sawasawa na neno la Mungu. Hiyo ndio okovu. Na okovu, na huku kuna watu, huku wanafanya uzinzi, usharati, wizi, utapeli, chuki, fitina, kutukana watu, kuteta watu. Wewe, Mungu atakuacha. Mungu atakuacha. Kuko siku Mungu atakutoa hadharani. Njoo nakuja kukwambia tena mpendwa, angalia njia zako. Angalia njia zako. Angalia njia zako. Angalia njia zako. Nakuja tena kukwambia na kukupatia tena ujue ya kwamba angalisho. Jua ya kwamba huyu Mungu huyu ameona imefika mwisho. Ndugu yangu, jua siku yoyote ile, muda yoyote ule, utaweka hadharani. Utaweka hadharani na dunia itakutambua wewe ni nani. Na wanadamu hawa waliokuamini watakupiga mawe siku hiyo. Watakupiga mawe siku hiyo. Siku inakuja, wewe mzinifu, fanya tu uzinifu wako, na huku ukimwabudu Mungu, ukisema tu unamtumikia Mungu. Wewe mzinzi, fanya tu uzinzi, na huku ukisema unamtumikia Mungu. Wewe mwizi, ibia watu tu sana, na huku ukisema unamwimbia Mungu, unamtumikia Mungu. Wewe tapeli watu tu sana, kwa njia yoyote unayojua, tapeli. Lakini kuko siku Mungu atakuweka. Wewe mlozi, wewe huwa tu watu, endelea kuua watu. Kuko siku, na huku unasema unamtumikia Mungu, kuna siku hiyo ulozi wako Mungu ataweka hadharani. Wewe muuaji, acha uaji wako. Kuna siku Mungu atakuweka hadharani. Unamharibisha Mungu bure. Unamwaibisha Mungu, na Mungu aziakiwe milele. Usiwaze eti Mungu anakuacha. Hapana. Muda Mungu anakupatia kwa kuangalia kama utabadilika na kuacha tabia zako. Ndio tu, hakuna kingine. Hakuna kingine. Eti huyu Mungu ni wa huruma. Mungu ni wa huruma. Mungu huyu sio wa huruma, ni upanga hiyo mko nachezea. Sio wa huruma, ama sio wa msamaha, ni upanga. Mungu ni upanga. Sio wa huruma kisi mnavyosema Mungu ni wa huruma, ni wa msamaha. Sio wa huruma, ni upanga hiyo mko nachezea. Mutakatika tu. Jueni wowote ule anayeishi kwenye dhambi, anayedumu kwenye dhambi, anayedumu kwenye ubaya, utakatika. Mungu atakukata. Utakatika. Utakatika. Kwa jina la Yesu na kutangazia, utakatika. Wewe muovu wewe, na kuja kutangazia, utakatika kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa kuwa Mungu ataziakiwe. Utakatika popote pale ulipo. Mabaya yote unayoyafanya wewe, kutendea wanadamu wa mabaya, jua tu utakatika. Utakatika. Na kuja kutangazia, mama yangu, dada yangu, baba yangu, unasema na mabudu Mungu na unadumu kwenye ubaya, na kuja kutangazia, utakatika kwa jina la Yesu. Utakatika kwa jina la Yesu. Utakatika kwa jina la Yesu. Utakatika. Na kuja kutangazia, kwa njia zako ziovu unazifanya kwa siri, utakatika kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Na kuja kutangazia, wewe mchawi, wewe muuaji, wewe mwizi, wewe mzinzi, wewe mlevi, wewe mwenye kutamani, wewe mwenye fitina, mwenye chuki, na kuja kutangazia kwa siku ya leo. Andika hii siku, hii tarehe uiandike na utaikumbuka. Na kuja kutangazia kwa mamlaka Yesu amenipatia, na kuja kutangazia kwa jina la Yesu, utakatika. Kwa jina la Yesu utakatika. Kwa jina la Yesu utakatika. Na kuja kutangazia kwa mabaya yote unayoyafanya, kwa jina la Yesu utakatika. Na utajulikana. Na utajulikana. Na utajulikana. Kwa kuwa Mungu wetu aziakiwe. Huyu Mungu wetu aziakiwe. Usicheze na Mungu. Usicheze na jina la Mungu. Usilitaje jina la Mungu bure wewe. Maandiko yanawaita wajinga, wapumbavu, kwa kuwa wanajiona eti ni wajanja, kumbe ni wajinga, kumbe ni wapumbavu. Na kuja kutangazia siku ya leo, na kutangazia
wowote ule unayedumu kwenye uovu, kwenye ubaya ya aina yoyote ule unayajua unayafanya, kwenye njia zako na tabia zako, na kuja kutangazia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mamlaka hii Mungu amenipatia, mamlaka hii Mungu amenipatia, na kuja kutangazia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utakatika na Mungu atakuweka hadharani, na ubaya wako unaenda kufika mwisho kwa jina la Yesu. Umeua ndio, umefanya vibaya ndio, umetapeli watu wengi sana, umefanya uzinifu yako ya kupindukia sawa. Jua mwisho wako umefika, mwisho wako umefika. Wote unanisikia video hii, unaisikia video hii, mpendwa, kama unaishi kwa hizo tabia ziovu, na huku unasema unahubiri neno la Mungu, unamtangaza Mungu, unamtumikia Mungu, jua mwisho wako umefika. Mwisho wako unafika. Tutakuzika, tutakuzika. Mwisho wako unafika. Mungu atakukata, Mungu atakukata, na mbele kwanza ya kukuzika utajulikana kwanza hadharani. Mungu atakutoa hadharani, na unaenda kupotea katika ulimwengu, katika macho ya hii dunia unaenda kupotea. Mungu anaenda kukukata na kutangazia, Mungu anaenda kukukata kwa jina la Yesu. Wewe unadumu katika uovu, na ukimtangaza Yesu, ukimtangaza Mungu anaweza kwenye madhabahu popote pale, na njia zako zikamiliki, njia zako ziovu, na kuja kukutangazia kwa jina la Yesu, na kuja kukutangazia kwa jina la Yesu, na kuja kukutangazia kwa jina la Yesu. Utakatika, utakatika kwa jina la Yesu. Ni mamlaka Mungu amenipatia. Utakatika kwa jina la Yesu, kwa kuwa Mungu wetu hazihakiwi. Mungu wetu hazihakiwi milele. Alimharibisha Farao, alimwachia miaka 400 kuangalia kama Farao tabadilika. Hakubadilika. Mungu akasema mwisho, Farao umefanya, umeua, umetesa, leo siku yako mwisho, na hautaonekana tena milele kwa hii dunia. Ndugu yangu, na wewe uko Farao, uko Farao wa siku ya leo. Jua Mungu anaenda kukukata, Mungu anaenda kukuua. Hautaonekana tena mwa hii dunia kwa uovu wako, kwa ubaya wako, kwa chuki, fitina, kutesa wengine, kupatia wengine magonjwa, kuua wengine, kuibia wengine, kutapeli. Mungu anaenda kukata, Mungu anaenda kukata katika jina la Yesu Nazareti. Ukisikia video hii, acha tu mtengeneza njia zako. Mungu ni wa rehema na atakusamehe na ni wa huruma. Mpendwa, Mungu akubariki popote ulipo. Njia zako, angalia njia zako. Angalia njia zako. Acha njia zako zimshuhudie Mungu. Acha njia zako zimtangaze Mungu. Acha maisha yako yote hapa duniani imtangaze Mungu. Katika maisha yako wokovu, huyu Mungu ashuhudiwe na atukuzwe. Imtangaze Mungu katika roho yako na kweli yako. Anasema Zaburi hiyo ya 119 mstari wa kwanza. Heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Anasema heri walio kamili njia zao, walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Anasema heri wale. Anasema ole kwako wewe unayesema unampenda Mungu, unayemtumikia Mungu, njia zako sio kamili mbele ya Mungu. Ole kwako. Mungu anaenda kukata, Mungu anaenda kukuua katika jina la Yesu. Ole kwako. Na kusomea maandiko, na kusomea maandiko ili ikukumu hii maandiko, ikukumu hii maandiko, na kusomea popote pale ulipo kwa njia zako ziofu. Unasikiliza video hii, hii maandiko ikukumu. Kama ulijitoa kwa Mungu, jitoa kwa Mungu. Ukijitoa kwa Mungu na unafanya uovu, hii maandiko itakukumu. Hii maandiko itakukumu. Mungu anasema heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria za Mungu. Sheria za Mungu ni kutenda haki, kutenda mema, kuwa mtu mzuri. Ndio sheria za Mungu. Anasema ole achazo zi sheria, wanaosema ya kwamba wao wanamtumikia Mungu lakini njia zao ni ziovu. Mungu anaenda kuwatoa katika hii dunia, na Mungu awabariki popote mlipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.